Basi tunaendelea tulipoishia baada ya Jiuk kukuta mtu yule akiwa na bomu. Ikabidi awaambie watu walale chini kwa sababu wasingeweza kutegua kutokana na muda ulikuwa umeisha. Okay, huo ulikuwa ni utangulizi. Karibu episode ya 12 na leo ndo tunamaliza final episode ya Basha hii hapa Safia The Veil. Pia nakukumbusha kama wewe ni mgeni katika channel hii usiache kusubscribe na kama ni mwenyeji usiache kulike na kushare. Jiuk anaamka akiwa neema na kushangaa mbona bomu alijalipuka. Ikabidi kuchukua simu ya marehemu na kuipokea kwani ilikuwa ikiita. Akasikia sauti ikimwambia nafikiri tunashindwa kuelewana. Ninachokifanya sio mwagaji damu usio na maana. Jiuk akaita Baki Musa, uko wapi? Acha kujificha na ujionyeshe. Baki Musa akamuuliza unakumbuka wakati yuko Xiang simu iliyoita baada ya kumua Dong Wook? Na mwamba analikumbuka vizuri hilo tukio na ndilo limekuwa likimfanya akijiraumu muda wote. Akamwambia umesahau waliokufanyia, mbona bado upo nao? Na sasa unawajua kuliko mtu yoyote. Inaonekana wanafanya kwa jina la chombo cha usalama lakini wanafanya kwa faida yao. Jiuk akasema hapana, unakosea. Unafikiri unachokiona ni ukweli wakati sio. Lakini ukweli siku zote unaweza kubadilika kwa mtazamo tofauti. Pia unachokifanya unaona ni haki, lakini unakosea pia. Unachokifanya ni kulipa kisasi na kutoa sadaka ya watu wasio na hatia, lakini nitahakikisha unalipa kwa dhambi zako. Samani, lakini kila kitu kimeisha. Na mpango wangu unakuja kuwa wa kweli muda sio mrefu. Na utaona kwa macho yako. Jiuk akabaki anajiuliza maswali mengi. Ni mpango gani Baki Musa anataka kufanya? Kwa hiyo muda ndio hivyo umeisha na hajui ni nini cha kufanya. Mara ghafla pop kikatokea cha kutokea. Watu wenye simu zao na kompyuta vyote vikazima mpaka mawasiliano yote ya mtandao yakakata. Jiuk anapojaribu kumpigia Yoji simu haipatikani. Yoji anashangaa mbona hajafa na ni kitu gani kinaendelea hapa? Basi ni kuwema na kumshukuru Mungu tu. Ikabidi kuwasha tochi ili kuangalia ni kitu gani. Ndani ya nafsi yake akasema hili ni bomu la MP. Ni tofauti na bomu lililotumika wakati uliopita. Akatoa simu yake ili ampigie Jiuk. Anakuta imezima. Ikabidi aingie kwenye gari lakini anapojaribu kuwasha ngoma kimya. Akatoka nje kutazama, anakuta gari zote nje hazifanyi kazi na network hakuna kabisa. Kitu cha kushangaza inaingia gari moja na ndio inayofanya kazi. Zikashuka njemba, Baki Musa akaingia kisha hao wakasepa. Jiuk akiwa kwenye gari njiani anawaza aliyoambiwa na Baki Musa kuhusu Dong Wook. Ikabidi kuongeza sauti kwenye redio. Anakuta breaking news kuwa simu pamoja na vifaa vyote vya umeme havifanyi kazi katika eneo la Yeouido na sababu hazijulikani. Ji akapata simu ya kugongea akampigia Jiankyu ili amsaidie kubaini tatizo. Akamwambia mawasiliano hapa yamekatwa ili kudhibiti benki ya Hanmin. Sasa kama mnakumbuka episode iliyopita ya 11 ilionekana gari la chakula likiingia eneo hili bila kutoka. Sasa katika benki hiyo inaonekana huduma zote zimesitishwa. Kwa ufupi hazifanyi kazi kabisa. Ji akakata simu na kumpigia Jiuk. Akamwambia nimegundua Baki Musa anaelekea sehemu kuu inayohifadhia data katika benki ya Hanmin na rekodi zinaonyesha hiyo ndio benki kubwa kuliko zote Korea. Kwa hiyo itabidi tunaone katika eneo la parking ya magari katika benki hiyo. Do Jin-suk akarudi ndani ya NIS. Akaambiwa Baki Musa anataka kushambulia benki ya Hanmin na taarifa zote za muhimu zilizo ndani yake zitateketea. Pia kuhusu Jiuk, yuko njiani kwenda huko na timu ya msaada itafika haraka na upesi. Hii ndio Hanmin benki yenyewe. Si mnaona ilivyo kubwa kinoma? Ndani yake tayari wazee wa kazi wameshaingia. Wanafungua ndani ya gari kisha kuna mashine kubwa imetulia. Hebu subiri kwanza. Mnakumbuka pale nyuma Yoji alikuta bomu kubwa na akashangaa kwa nini alijalipuka. Alafu na hapa tunaona bomu kama lile. Sasa lile ilikuwa ni kwa ajili ya kukata umeme pamoja na mawasiliano. Na hili ndo bomu la MP lenyewe. Katika chumba cha kamera ya benki wanaona watu wakiingia na mitutu. Wakaambizana kuwa inabidi milango yote ifungwe. Jiuk akafanikiwa kufika lakini wanashangaa kuona milango ikifunga. Ikabidi kupiga simu ndani ya NIS na wakashauriana kumtumia Choi Sang-yoon ili awasaidie. Pia inabidi watafute gari hilo beba bomu la MP. Hapa Choi Sang-yoon anakumbuka alipoingia kwenye chumba cha Mr. Lee aliparazwa, alitaka kumuua lakini akawa amezuiliwa. Jiuk ikabidi kujiandaa kukabiliana na chochote kitakachotokea. Kwa Baki Musa tayari kaweka benki chini ya ulinzi. Akawapigia NIS na kuambia sheria yangu ni rahisi. Nitawapa machaguo mawili na nyie mtachagua moja. Taarifa zote pamoja na pesa vimehifadhiwa katika benki hii. Hivyo mtachagua kuokoa pesa au watu 33 waliomo humu ndani. Hebu fikiria kama ni wewe mtazamaji, unaambiwa uchague matilioni ya pesa au maisha ya watu ambao hata idadi yao yazidi 33. Na mwamba anasema anataka kujua maamuzi ya serikali kama inataka pesa au inataka raia wake wakiwa salama. Na tukio hili liko mubashara, mji mzima wanashuhudia kinachoendelea.
Bila uoga wakanyongwa kadhaa hadharani ili kuhakikishia kweli swala sio utani. Baki Musa akamwambia, sikilizeni, kuna masaa matatu, ikiwa mtashindwa kufanya maamuzi mtatakiwa kutazama kwa macho yenu mawili wote 33 wakifa mbele yenu. Kisha muda ukaanza kuhesabu. Video ile akaletewa Choi Sang-yeon, akaambiwa mtu huyu anajaribu kuumiza watu wasio na hatia na ni lazima tufanye kile tutakachokiweza ili kumzuia. Pia muda unaisha, kwa hiyo tunaomba msaada wako. Hatujui Dr. Kang alimwambia nini, lakini tunaona wameingia wote hapa ndani. Jiuki anasema pengine Baki Musa anafikiri kuwa nchi ilimtelekeza na anahisi kilichomtokea ni kama anajiona ndo mateka. Data za benki lazima zitawakilisha faida iliyochunguliwa na nchi yetu badala ya kuokoa wakati huo. Bush anataka kuionyesha nchi yetu kuwa serikali haitochagua mateka bali itachagua pesa. Jiuki akapokea simu akaambiwa kuwa mpango wa kwanza umekamilika na kwa sasa mtafute mahali bomu la M2 lilipowekwa. Wamba akauliza kwa nini isiwe mateka. Do Jin-suk akasema ulinzi utakuwa umewekwa kila mahali kuwazunguka mateka. Hapo hapo Ji akatumiwa ramani ya jengo. Dr. Kang akamwambia Do Jin-suk, hatuwezi kufanya hivyo, ni lazima tuwapate mateka kwanza. Do Jin-suk akasema hatuwezi kutumia hisia katika hili, na wakati unajua ukubwa wa benki hiyo ulivyo, wanachukua robo ya pesa kutoka kwenye nchi yetu na pesa zote zilizo hapo zitapotea, na maanisha mikopo, miamala pamoja na kila kitu. Hii inaweza kudhoofisha msingi wa nchi yetu. Dr. Kang akasishwa sana na maneno ya Do Jin-suk, kumaanisha kuwa serikali inajali maslahi ya pesa kuliko raia wake. Jiuki na Yoji wakaanza kuangusha mmoja baada ya mwingine. Katika harakati za kusogea wakaliona bomu la MP lile pale mbele yao, ikabidi kusogea ili kukagua. Ji akasema, mheshimiwa, nafikiri kuna kitu hakipo humo ndani. Jiuki akasema wamepanga kuua mateka wote kwa sababu wanajua serikali inahitaji fedha kuliko mateka. Wakati wanaendelea kupanga ni nini cha kufanya, kumbe wanaonekana kwa Baki Musa. Wakatumwa kadhaa ili kuwakamata, lakini wote wanaishia kwenye mikono ya Jiuki. Katika harakati za hapa na pale wakajikuta wamefika huko juu kabisa. Kuna ishara Ji akawa anaifanya kumaanisha kuwa bomu la MP limepatikana, lakini na lenyewe ni feki. Mkuu wa NIS anapiga simu na kuambia hatuwezi kufuata wanayoyataka kwa sababu ni kama wanajaribu kucheza kamari juu ya taifa, hivyo tayari tumeshaamua, kwa hiyo fuata amri na ndani ya dakika 15 tutatuma askari maalum. Pia hakikisha bomu la MP linapatikana. Mkuka wa mbogo. Dr. Kang akamwambia Do Jin-suk, tunatakiwa kufocus na mpango wetu wa kuwasaidia mateka. Angalia, unajua Baki Musa anacheza na akili, hilo unalijua kuliko yeyote. Huko wakarudishiwa majibu kuwa mpango ubadilishwe, kwa hiyo mateka waanze kutafutwa. Yoji, ni muda gani umebaki? Ni kama dakika 50 hivi na muda hautoshi kuangalia kila chumba. Jiuki akaangalia katika ramani akasema, inabidi twende chumba namba 7 kwa sababu ni lazima kitakuwa na CCTV kamera pamoja na control zingine. Wakafanikia kuingia chumba hicho na kompyuta zipo wazi. Wakagundua moja ya kompyuta zilizopo mawasiliano ya mtandao yapo. Kufungua wakaona mateka, lakini ubaya ni kwamba hawajui walipo. Binti akatoa wazo kuwa itabidi wawashe mziki na waanze kupandisha sauti, na ni kweli mpango huo ukaanza kuzaa matunda. Wakagundua ni katika ghorofa ya 3 chumba herufi C. Mheshimiwa Baki Musa, sauti za wimbo wa Mario Orua zikaanza kumchanganya, na kwa mbali kumbukumbu kama zikaanza kuja. Akaamua kuchukua bunduki yake na kupasua kabisa zile spika, kisha akatoka, lakini bado anahisi kuna ujio wa kumbukumbu fulani hivi zinamwijia. Jiuki akaja katika chumba cha CCTV kamera, akakuta walinzi kadhaa, ikabidi zichapo kwanza. Semeli jambazi moja lina minguvu mpaka mwamba ikabidi ampige visu tu. Shindilia kabisa. Baki Musa akaja katika chumba cha sauti, anakuta ni manyoya na kuanza kupiga risasi ovyo. Wakati Jiuki anaendelea kutafuta mateka, akakota simu moja. Akasikia sauti ya Baki Musa ikimwambia, sikutegemea kukuona hapa tena, lakini hakuna kitakachobadilika. Pia katika chumba hicho kuna milipuko pamoja na mateka 33. Wakati tunaendelea na kukumbusha, kama wewe ni mgeni katika chaneli hii, usiache kusubscribe, kulike na kushare. Haya. Ndani ya NIS mkuu akaingia na kuuliza kama bomu la MP limepatikana. Do Jin-suk akasema, tafadhali mheshimiwa, tunaomba tupe muda kidogo tu, tunalikamilisha hili swala. Baki Musa akaja juu gorofani na kumwonyesha sniper kuwa ukijaribu kupiga chuma iko remote ya bomu na watu wote walioko ndani watakufa. Ndani wakasema wasijaribu kufanya chochote mpaka wapokee amri kutoka ndani. Jiuki akapanda juu kuonana na mbaya wake ambaye amekuwa akimtafuta. Leo ni uso kwa uso. Hebu weka silaha yako chini. Akapigwa chuma kwanza. Kwa unafikiri unaweza kunizuia mimi? Jiuki ni kuvuta pumzi tu, sio kwa maumivu hayo. Baki Musa akasema, hivi ndivyo kila kitu kinavyoisha na watu wote wataelewa. Jiuki akauliza, kuelewa nini? Sawa, kwa sababu sote tuliua watu wetu, lakini kwangu mimi hapana. Niko tofauti na wewe na ninafanya kwa ubora. Nakubali makosa yangu, hata yale niliyofanya hapo nyuma, lakini wewe unalaumu watu kama sababu ya kufanya mauaji badala ya kujilaumu mwenyewe. Punga mdomo wako.
Jiyuki akaangalia ile remote mkononi kisha akasema hutaweza kubonyeza hiyo kitu. Akanyanyua remote ili abonyeze, anashangaa kuona mateka mmoja anasimama kisha anatoa mfuko kichwani. Ase, kumbe ni Yoji hii. Sasa swali ni amewezaje kuingia humo ndani? Bakimusa anachokiona hapa ni mauzauza ya white chair. Jiyuki anakumbuka Jie alimwambia kuwa itabidi wewe umweke busy Bakimusa na mimi nitaenda walipo mateka. Nitakwambia ni kwa nini sikuwa mbaya kama wewe. Ni kwa sababu nilikuwa na mwenzangu ambaye ananiamini hadi mwisho. Na mwenzangu huyo ni binti yako Yoji. Mzee akasema hapana. Kumbukumbu zinamujia huku zikiwa na maumivu makali. Yojon man, hilo ndio jina lako. Na mwenzio aliyokufa anaitwa Kim Yong-guk. Angalia yule binti yako. Na ili kuzuia maafa yako uliyoyapanga, amekuwa tayari kuingia kwenye chumba hicho. Wakati amezubaa, Jiyuki akaitumia nafasi hiyo kumshambulia. Remote ikaanguka chini. Dr. Yojon man, rudi kwenye ufahamu wako. Fanya hivyo kwa ajili ya binti yako. Kusogea akapigwa chuma. Bakimusa hoi. Jiyuki akasema nilikupa nafasi ya kurekebisha hili lakini ukashindwa. Bakimusa akasema hata sio hivyo. Bomu nimeliweka kwenye muda. Kwa hiyo litalipuka lenyewe baada ya masaa 3. Na hiyo remote ndio inaweza kuzuia muda huo. Bonyeza. Ni lazima ubonyeze ili kuzuia bomu. Mamba anatafakari asije akaingia kwenye mtego. Mzee akamwambia fanya haraka. Mkuu anauliza mnafanya nini wakati ameshika remote? Dojinsuku akasema nina uhakika na sababu. Kwa hiyo ni lazima tuwe wavumilivu. Wewe uliniambia kuwa Jiyuki ana matatizo ya akili. Mwamba akanyanyua remote ili kubonyeza. Anapominya tu na yeye akapigwa risasi na sniper. Mwamba chini. Polisi wakaingia kwa mbombwe ndani na watu wanaanza kutolewa vitambaa ili waamini kuwa kwa mikono salama. Na bomu wanalipata na wanagundua kuwa ni kweli muda umesimamishwa. Kwa hiyo tatizo limesolviwa. Watu ni kuema kwanza. Jiyuki ndo anazinduka baada ya kupigwa risasi ya mkono. Bakimusa anasema ni uwe. Fanya haraka. Lakini Mwamba hakufanya hivyo. Akamwacha na kuondoka. Binti anafika anamkuta Mwamba hali yake ni mbaya. Akamwambia sikiliza Jii, nakuomba sio kama mkuu wako, lakini kama msaidizi wako. Nenda huko juu sasa hivi. Hauna muda wa kutosha uliobaki. Tafadhali, nenda sasa hivi. Binti hakuwa na namna ikabidi aende. Anapofika ni machozi tu. Mzee anasema nimekuwa nikisikia kuhusu huyu msichana kila siku. Mwenzangu alikuwa na binti na alikuwa anamuongelea kila mara. Binti ni machozi tu ndo yanamtoka. Mwisho nguvu zikamuishia. Bakimusa akakata moto. Binti akaita baba, ni kilio tu. Licha ya baba yake kuwa mafia, lakini binti alikuwa bado akimpenda sana baba yake. Huku Mwamba anasema mimi ni Hanjiuk wa kitengo cha usalama wa taifa. Nimekaa hapa kutubu. Mwaka mmoja uliopita wakati niko kwenye mission, niliweza kumpata monster, yani adui. Na adui huyo alitumia nguvu ya umma na siasa. Pia alijaribu kuendesha jamhuri. Sio tu, alibadilisha idadi ya kesi katika kujaribu kuingiza hofu na wasiwasi katika mioyo ya raia wetu. Na adui huyo anajulikana kama Sangamo. Ukweli ni kwamba sio mtu mmoja, bali ni kundi la watu binafsi linaloundwa na mawakala wa zamani na wa sasa kutoka ndani ya shirika letu. Ndani ya taasisi yetu kuna nyota ambazo hazina majina, zimechongwa katika ukuta. Wamejitoa sadaka wao kwa ajili ya taifa na wananchi, lakini hatuwezi kusema wao ni akina nani, labda kwa atakayeweza kutuambia. Tayari nimetuma listi ya watu wa Sangamo na ushahidi unaodhihirisha uhalifu wao. Message ikaingia, Mwamba akatoa simu yake na kusema 763, kisha simu ikadondoka. Mwamba akazima mpaka kamasi linamtoka. Ni miaka 5 baadaye tunamwona Yoji akiwa mbele ya kibao chenye nyota. Baada ya hapo wakakutana kwenye kikao na kwa sasa inaonekana mambo yanaenda vizuri. Kikao kilipomalizika akaja kwa Dojinsuku na hapa tunapata kujua kwa Dr. Kang alifungwa kwa sababu ni yeye alikuwa kwenye ile listi ya Sangamo. Pia wawili hawa walikuwa ni mtu na mke wake, lakini walikuja kutengana baada ya mtoto wao kupoteza maisha. Hapa inaingia gari moja kali kisha anashuka Mwamba. Jiyuki, natumai umemaliza salama. Pia na hapa tunapata kufahamu kuwa Jiyuki alikuwa gerezani na ameweza kutoka baada ya kutumikia kifungo cha miaka 5. Anaingia geto kwake, anakuta picha pamoja na barua kibao. Jie akiwa kwenye gari anajaribu kumpigia Jiyuki. Simu ikaita kwa muda mrefu. Akiwa amekata tamaa, anasikia sauti ya Mwamba. Katikati ya barabara wanapishana bila kujua. Usiku mchizi akiwa ametulia anapigia simu na namba isiyojulikana. Akapokea. Kisha akasema nitafikiria kuhusu hilo. Ni asubuhi kuna kucha, Mwamba anajiandaa kwa maana amerudishwa tena kazini kwa mara nyingine. Na hapa unakuwa ni mwisho wa episodi ya 12. Ikumbuko hii ilikuwa ni final episode. Pia tunatoa shukrani za dhati kwa wale waliokuwa pamoja nasi toka mwanzo mpaka hapa mwisho. Bila kusahau ninyi nyote mmekuwa sapoti kubwa sana kwetu. Tukutane kwenye bahasha zijazo. Bye bye. Wanaoita DF Media Service iliyo chini ya usimamizi wa Mr. Savo Bando Kitonga. Wanakukaribisha wewe mtumiaji wa smartphone kujipatia huduma ya internet kwa gharama nafuu zaidi, yani Vodacom, Airtel, Halotel pamoja na Yas. Cha msingi ni kupiga simu au kutuma ujumbe wako mfupi wa niunge katika WhatsApp namba 077548
0745048322 au 0745048372 ili kujipatia internet kwa bei nafuu zaidi. Pia unaweza kujipatia huduma ya line za uwakala kama lipa namba. Bila kusahau unajipatia router za mitandao yote pamoja na huduma ya kutengeneza matangazo, yani logo. Kwa pamoja tunasema mteja ni mfalme.